Katika sehemu iliyopita ya sanda ya harusi, mambo yalibadilika ghafla. Zuena alijikuta amefungwa shimoni, akisubiri kutolewa kafara na mumewe katili, tajiri Makoroko. Wakati huo huo, Juma alipata msaada wa nguvu za giza toka kwa babu wa mtoni, aliyempa jiwe la ajabu na kumtuma vitani. Wakati Juma akivunja madirisha na kuingia ndani ya jumba hilo kupambana, Zuena alipata maono kutoka kwa roho ya mama yake. Alielekezwa kwenye mtungi wa siri ulioficha vichwa vya wake waliotangulia. Sauti kutoka kuzimu ilimpa amri moja nzito: vunja. Je, Zuena atatekeleza amri hiyo? Na nini kitatokea agano likivunjika? Sasa tunaendelea na sehemu ya 3 ya episode hii. Giza la shimoni lilikuwa zito, likimezwa na harufu ya damu iliyokauka na uvundo wa miaka mingi ya mizoga iliyooza. Zuena alisimama mbele ya ule mtungi mkubwa wa udongo, kifua chake kikipanda na kushuka kwa kasi kutokana na woga. Mwangio wa neno vunja uliokuwa umetoka kwenye kichwa cha mama yake bado ulikuwa unazunguka masikioni mwake. Lakini kilichomfanya asimame kwa sekunde kadhaa haikuwa hofu ya mzimu, bali ni uzito wa ukweli ulioanza kumuingia akilini mwake. Hapa sasa, napenda kukuweka wazi wewe ndugu msikilizaji, juu ya kile ambacho Zuena hakukijua, lakini kuta za jumba hili zilikijua vyema. Miaka 15 iliyopita, mama yake Zuena hakufa kwa homa ya ghafla kama mzee Kidevu alivyoudanganya ulimwengu. Ukweli mchungu uliokuwa umejificha nyuma ya tamaa ya utajiri wa ghafla wa mzee Kidevu ulikuwa ni wa kikatili. Usiku mmoja wa mvua kama huu, mzee Kidevu hakuja kwa Makoroko kukopa pesa. Alikuja kufanya makubaliano ya biashara haramu. Na bidhaa haikuwa mazao, bali ilikuwa ni mke wake kipenzi. Makoroko, kwa masharti ya kiganga ili utajiri wake wa damu usipungue, alihitaji nafsi safi ya mwanamke aliyeolewa kwa upendo ili iwe mlinzi wa hazina zake za kuzimu. Mzee Kidevu, akiwa amepofushwa na tamaa ya kumiliki mashamba makubwa ya korosho na mifugo, ndipo alipoamua kumtoa mke wake kafara. Alimuuza kwa kiasi cha fedha. Hivyo, kifo cha mama Zuena hakikuwa cha kawaida. Alichukuliwa akiwa hai, akaletwa katika jumba hili na mwili wake ukatumika kuimarisha nguvu za giza za Makoroko, huku roho yake ikifungiwa ndani ya mtungi huo. Leo hii, historia ilikuwa inajirudia kwa binti yake, Zuena, akiuzwa na baba yule yule, kwa mteja yule yule. Juu ghorofani, kishindo cha kioo kuvunjika kiliibua taharuki katika jumba la kifahari na kuwafanya walinzi wa Makoroko kuanza kumtafuta mvamizi huyo. Kelele za kingora ziliendelea kusikika katika kasri hilo, kuashiria hatari kubwa iliyopo na kuwafanya walinzi hao kuwa na tahadhari, huku wakifuatilia ni wapi sauti ya kioo ilipotokea. Juma, kijana ambaye silaha yake pekee ilikuwa ni ujasiri na lile jiwe jeusi alilopewa na babu wa mtoni, alikuwa katika wakati mgumu. Alikuwa akihema kwa nguvu, na huku jasho jembamba likimtiririka kwa hofu iliyochanganyika na hasira. Hali hii ilimpa ujasiri wa kujiamini kupambana kiume kumtetea kipenzi chake aliyetoroshwa Zuena. Kijana huyo alijua fika kwamba hakukuwa na uhakika wa kurudi salama, lakini bado alichukua hatua hiyo, si kwa sababu hakujali maisha yake, bali kwa sababu alimhisi ndani ya moyo wake kama pumzi ya mwisho. Wengine walimuita mjinga, wengine mwepesi wa akili, lakini ndani ya macho yake kulikuwa na jambo ambalo wengi hawalioni: upendo wa kweli. Huu si mchezo wala si hadithi ya kupitisha muda. Mpenzi wake alikuwa katika hatari na giza nene la jinamizi. Hakusita, hakusubiri, hakuomba ruhusa. Aliingia kwenye giza lenye simba wenye njaa kali kwa jina la mapenzi. Ama kweli mapenzi si mchezo. Pale ambapo wengine hujiuliza mara mbili, moyo wake ulikwisha amua. Mapenzi kama haya hayana bima, yakivunjika huumiza, lakini yakidumu huandika historia kubwa. Juma alianza kuangalia huku na kule, asijue aanzie wapi kumtafuta Zuena katika kasri hilo kubwa. Akilini mwake alikuwa akijipa tamaa na matumaini ya kumwokoa mpenzi wake.
Alianza kupekura sehemu mbalimbali ndani ya chumba alichoingia, kuangalia kama atapata kumwona Zuena au dalili yoyote kuhusu uwepo wake. Mara alianza kusikia hatua za kishindo zikikaribia chumba kile alichokuwepo, na hapo hapo alijipanga kujihami kwa chochote kitakachokuja mbele yake. Mlango wa chumba hicho ulifunguliwa na wakaingia walinzi wa makoroko. Juma alijitahidi kupambana nao, lakini kutokana na wingi wao hakuwaweza. Walimkamata Juma na kumpeleka kwa makoroko. Walipofika naye kwa makoroko, aliwaamuru walinzi wake wakae pembeni na yeye atakabiliana na kijana huyo. Makoroko alijiamini kwa nguvu zake na giza na silaha aliyokuwa nayo, na kumpa fursa kijana huyo kutetea uhai wake kwa kupambana naye. Makoroko hakuwa binadamu wa kawaida. Panga lake likiwaka moto, alirusha upanga wake kwa Juma ambaye alijaribu kukwepa, lakini nguvu za pepo zilizo ndani ya makoroko zilimzidi. Ngumi nzito ya makoroko ilitua kwenye mbavu za Juma. Crack! Sauti ya mfupa kuvunjika ilisikika. Juma alirushwa na kugonga ukuta wa sebuleni, picha za mababu zikadondoka na kupasuka. Makoroko alimsogelea Juma aliyekuwa akikohoa damu, kicheko chake kikimtikisa nyumba nzima. Unadhani mapenzi yana nguvu kuliko mauti? Makoroko aliuliza kwa dharau, akinyanyua panga lake juu ili kumkata kichwa Juma. Wakati huo huo, upande wa Zuena kule shimoni alihisi maumivu ya Juma moyoni mwake. Alijua hana muda wa kupoteza. Alikaza mikono yake kwenye chuma kizito alichokiokota ndani ya chumba hicho kilichokuwa kama shimo. Macho yake yakawa makavu, hofu yote ikageuka kuwa chuki. Chuki dhidi ya baba yake, chuki dhidi ya makoroko, na chuki dhidi ya umaskini uliowafanya kuwa bidhaa. Kwa yowe la nguvu alishusha chuma kile juu ya mtungi wa udongo. Pwa! Sauti haikuwa ya kuvunjika tu la chungu, ilikuwa kama sauti ya minyororo 1000 ikikatika kwa mpigo. Mtungi ulipasuka vipande vidogo, maji meusi na mazito yakamwagika sakafuni, yakitoa harufu kali ya kiberiti na uozo. Lakini vichwa hivyo vitatu havikudondoka chini, badala yake moshi mzito wa kijivu ulitoka ndani ya yale maji. Moshi ule ulianza kujizungusha kwa kasi, ukapanda juu na kutengeneza maumbo ya wanawake watatu. Sura zao hazikuwa na huruma, zilikuwa na kiu ya haki ambayo walinyimwa miaka mingi. Juu sebuleni, panga la makoroko liliganda hewani, mkono wake ulianza kutetemeka. Alihisi kitu cha sicho kawaida. Nguvu zake zilianza kumuishia kama putu lililotobolewa. Alijua kuwa chungu cha agano kimevunjwa. Juma aliona nafasi hiyo. Ingawa alikuwa na maumivu makali, aliinuka kwa tabu. Alikumbuka maneno ya babu wa mtoni: jiwe hili ni moto kwa wasio na roho. Alilikimbilia lile jiwe lililokuwa limemwanguka pembeni, akalishika na kwa nguvu zake za mwisho alimrukia makoroko na kumdidimizia jiwe lile kifuani pake, upande wa moyo. Mmenyuko ulikuwa wa papo hapo. Ngozi ya makoroko ilianza kuungua na kutoa moshi mweupe pale jiwe lilipogusa. Alipiga kelele ya maumivu ambayo haikuwa ya kibinadamu, sauti iliyochanganyika na milio ya wanyama wa mwituni. Wakati makoroko akiwa anapepesuka, milango ya basement ilipasuka. Wale mizimu watatu walipanda juu kwa kasi ya upeko, wakiongozwa na roho ya mama yake Zuena. Walimzunguka makoroko. Hawakumgusa kwa mikono, bali walimzunguka na kuanza kunyonya kila chembe ya uhai aliyokuwa nayo. Walinzi wa makoroko nao hawakuwa wa kawaida, walikuwa wanaishi kwa nguvu za makoroko. Nao walianza kuanguka chini mmoja mmoja kama majani yakipukutika kwenye mti mkavu. Zuena alipanda ngazi akiwa amejaa vumbi na jasho, lakini akiwa imara. Alifika sebuleni na kushuhudia hukumu ikitendeka. Makoroko, yule tajiri mwenye kiburi, sasa alikuwa amepiga magoti akilia kama mtoto mdogo. Nisameheni, niliwapenda, niliwafanya msiadhirike na umaskini. Alijaribu kusema uongo hadi dakika ya mwisho, lakini mizimu haikusikia. Ghafla, lile gauni la harusi, sanda ya harusi lililokuwa kwenye kabati la kioo pembeni mwa sebule, lilitoka lenyewe.
lilielea hewani kama vile limevaliwa na mtu asiyeonekana. Liliruka na kumkumbatia Makoroko. Mikono ya gauni hilo ilijizungusha shingoni mwake na kitambaa cha gauni hilo kikaanza kukaza. Zuwena alimshika mkono Juma, akamvuta nyuma. "Mwachie," Zuwena alisema kwa sauti ya chini. "Hii ni harusi yake sasa." Sanda ile ilimkaza Makoroko hadi macho yake yakatoka. Miili ya wale mizimu iliingia ndani ya mwili wa Makoroko, ikisababisha mwili wake kuvimba na kupasuka mishipa. Kuta za nyumba zilianza kubomoka na moto wa ajabu ulianza kuwaka kutoka sakafuni, moto wa kisasi. "Juma, twende!" Zuwena alipiga kelele. Walikimbia kuelekea mlangoni, huku matofali na mbao zikianguka nyuma yao. Walifanikiwa kutoka nje kwenye mvua, wakati paa la jumba hilo likiporomoka kwa kishindo kikuu. Walikimbia nje hadi walipofika chini ya mti ule ule wa mbuyu walipoapa kupendana. Waligeuka kutazama nyuma. Jumba la kifahari lilikuwa limegeuka kuwa tanuru la moto. Hakuna kilichosalia. Kesho yake asubuhi, kijiji kiliamka na habari mpya. Mzee Kidevu alikutwa amekaa mbele ya majivu ya nyumba ya Makoroko. Alikuwa anacheka peke yake, akichota majivu na kuyaweka mfukoni, akiamini ni dhahabu. Akili yake ilikuwa imemruka kabisa. Hiyo ndiyo ilikuwa faida yake ya mwisho, wazimu. Zuwena na Juma hawakubaki kijijini hapo. Waliondoka wakiwa hawana kitu mkononi, isipokuwa uhuru wao. Hawakuwa na utajiri, lakini walikuwa na amani ambayo Makoroko na mzee Kidevu hawakuwahi kuipata. Walitembea kuelekea barabara kuu, mikono yao ikiwa imeshikana imara, wakielekea mji mwingine, kuanza maisha ambayo hayakuwa na kivuli cha sanda wala harufu ya damu. Upepo mwanana ulivuma, ukibeba vumbi la mwisho la uovu na kuacha anga likiwa safi. Hadithi ya sanda ya harusi ilikuwa imeisha, ikibaki kuwa funzo la milele. Tamaa huzaa mauti, lakini upendo wa kweli, hata uchimbiwe kaburi la kina gani, utafufuka tu. Ndugu msikilizaji, huu ndio mwisho wa simulizi yetu ya sanda ya harusi. Usisahau kusubscribe, like and subscribe. Bonyeza alama ya kengele iliyopo hapo chini ili uweze kupata taarifa kila tunapoweka simulizi mpya kwenye chaneli yetu ya Sauti Hub. Asanteni sana kwa kuendelea kutupa support.